Karibu mpenzi mtazamaji katika kuweza kujifunza na kuelimika zaidi kupitia mafundisho mbalimbali tuliyokuwa nayo hapa. Siku ya leo tutakwenda kujifunza mambo mafupi sana. Karibu sana mpenzi mtazamaji, uwe pamoja nami. Yeremia 29 mstari wa 11, Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Laiti kama sisi wanadamu tungekuwa tunawaziana mema kama vile Mungu anavyotuwazia sisi, basi umaskini tungeusikia kwenye nchi za jirani. Ukimwazia mtu mema, lazima pawepo na njia ya kumsaidia, iwe kimawazo hata kifedha. Na hapa ndipo mahali ambapo tunapotengeneza uzalendo. Ili uzalendo uwepo, lazima kuwepo na upendo. Mahali ambapo upendo hakuna, uzalendo hauwezi kuwepo mahali hapo. Na ndio maana tunasema umoja ni nguvu. Tunapofanya kitu kwa kushirikiana, ndipo mahali ambapo tunaboresha maisha yetu. Nguvu ya wengi hauwezi kulinganisha na nguvu ya mtu mmoja. Kuna haja ya sisi kukaa pamoja, kushirikishana mambo yetu, changamoto mbalimbali tunazopitia, ili tuweze kusaidiana. Tajiri wakikaa na maskini mezani, hakuna jambo linaloweza kuharibika, kwa sababu yule mwenye uwezo anaweza kumsaidia yule asiyekuwa na uwezo, na sote tukashikamana, tukawa kitu kimoja, tukasonga mbele na maisha yetu yakawa mazuri sana. Kwa hiyo kuna haja ya sisi wa Tanzania kuwa pamoja, kushikamana pamoja, tajiri na maskini, tukakaa meza moja, kisha tukatatua tofauti zetu na tukashirikiana katika njia mbalimbali za kuinuana kiuchumi. Ili mambo yaweze kufanikiwa, lazima umoja uwepo. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kuwaziana yaliyo mema. Tusiwaziane yale mambo mabaya. Usimwazie mwenzako kushindwa. Tuwe kama vile Mungu anavyotuwazia. Mungu anatuwazia yaliyo mema. Hata kama kwenye macho yetu tunaona kuwa tunakwenda kushindwa, lakini Mungu anaona namna tunavyoshinda, kwa sababu anatuwazia yaliyo mema. Na sisi wananchi tuwaze yaliyo mema kwa wenzetu waliotuzunguka. Unapoona mtu ana shida na unaweza kumsaidia, unaweza kuonesha nguvu yako ya kumsapoti, msaidie, kwa sababu huwezi kujua kwamba kesho huyo unayemsaidia atakufaa kwa msaada gani. Leo Mungu ametubariki tunazo, lakini hatuwezi kujua kesho tutamkaje. Unaweza kuwa unaendesha gari lako zuri, lakini ukafika hatua hali ikachange ghafla, unakuta gari linaenda kushoto na kulia, mwisho wa siku linapinduka. Kumbe mtu tayari malaria ilishampanda kichwani muda mrefu. Sasa atakaye kusaidia ni nani kwa wakati huo haujui. Kwa lazima tutengeneze mfumo wa kusaidiana. Jicho la tatu limelenga hasa kutengeneza mfumo wa kusaidiana. Mimi sina pesa ya kukusaidia, lakini ninayo mawazo ambayo yanaweza akakusaidia. Na ninaamini kupitia mawazo haya yanaweza akakujenga katika fikra mpya zitakazokusaidia kung'amua matatizo yako na changamoto mbalimbali zilizokuzunguka. Tunasaidiana. Lakini yuko mwingine ambaye ana uwezo wa fedha, hana mawazo kama niliokuwa nayo mimi, lakini anaweza kukupa mtaji. Na ndio maana nilisema kwamba tunaweza tukasaidiana kifedha au kimawazo. Mimi nakupa mawazo, lakini wapo ambao watakupa fedha ambayo itakusaidia kama mtaji kuweza kukamilisha changamoto mbalimbali zilizokuzunguka. Maisha yetu ni mfumo wa kusaidiana. Hauwezi kufanikiwa pasipo msaada. Tunaishi kwa sababu ya msaada wa Mungu. Yeye ndio anatusaidia. Lakini mbali na msaada wa Mungu, lazima tusaidiane sisi wenyewe kama wenyewe. Na ndio maana hata Biblia inasema pendaneni nyinyi kwa nyinyi. Tukipendana, tukitengeneza mfumo wa kupendana, tutasaidiana. Hatutaweza kumuona mtu anaumia tukashindwa kumsaidia. Usifurahie kula mguu wa mbuzi wakati huo
jirani yako ana siku 2-3 hajatia kitu chochote tumboni. Wakati unatupa chakula, yupo ambaye anatamani aweze kula hicho chakula ambacho unahisi kimechacha, unahisi hakifai. Tutengeneze mfumo wa kusaidiana ili kila mtu aweze kujikomboa, kujikwamua kiuchumi. Jicho la tatu lipo kwa ajili ya kukusaidia mambo mengi sana. Na kama utanisikiliza kwa umakini, basi kuna kitu ambacho unaweza kukijenga katika fikra yako na kikakusaidia kukupa mwangaza, ukapata mwelekeo, kujua ni wapi unapoelekea. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunitazama. Karibu tena kwa wakati ujao.